Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Uwiti. Tunaanza na taarifa kuhusiana na mgomo wa madaktari ambao umetimu siku 87 hii leo. Moja kwa moja tunaungana na mwanahabari wetu Cecilia Wakesho ambaye yuko katika maeneo ya CVS Plaza hapa jijini Nairobi. Wakesho, tunaarifiwa kuwa mawakili wa KMPDU pamoja na baraza la magavana na mawakili ambao wanawakilisha wapatanishi wa LSK na KNCHR wamekutana leo jioni. Tueleze kama mwafaka umepatikana. Naam, asante sana Mashirima, na kama ulivyotaja niko katika tume ya kutetea haki za binadamu ama KNCHR hapa CVS Plaza, ambapo kwa muda wa saa 1:30 hivi kumekuwa na mazungumzo kidogo kwa baina ya zile pande mbili ambazo zimekuwa zikiangazia mgomo wa madaktari ambao umeingia siku yake ya 87. Kumbuka pande hizo kuna ile tume ya kutetea haki za binadamu na vile kuna chama cha mawakili nchini ambao walikuwa wamepewa siku 7 na mahakama ya rufaa hapo wiki iliyopita kwamba wakae chini na muungano wa kutetea haki za madaktari ama KMPDU na waweze kuangalia suluhu ikiwa litaweza kupatikana. Na kile ambacho tunafahamishwa hapa, ingawaje wandani wanatuambia kwamba hakuna mwafaka wote ambao umefikiwa, mgomo utaendelea, lakini tunaambiwa kwamba kile cha muhimu walichokuwa kifanya ni kuandika ripoti, na ripoti hiyo bila shaka ingehitaji kwamba wale wanaowakilisha madaktari waweze kuja hapa, vile upande wa serikali, na tumeona kwamba kulikuwa na wakili upande wa baraza la magavana, vile wawakilishi kutoka serikali, kutoka tume hiyo ya KNCHR na chama cha mawakili ambao wameweza kukaa chini kuangalia hiyo ripoti ili kesho atakapofika pale mahakamani, hiyo mahakama ya rufaa, waweze kutoa ripoti mwafaka, ripoti ambayo pengine wataweza kusema vigezo ni vipi ama ni mambo yapi muhimu pengine hawajaweza kuafikiana, ndio pengine waweze kuongezwa muda ili labda kutatua kitendawili hiki ambacho kama nilivyosema kimeingia siku yake ya 87. Mashirima. Asante sana Cecilia Wakesho hapo kutoka maeneo ya CVS Plaza akiwa anatueleza kuhusiana na ripoti ambayo inatarajiwa kuwasilishwa hapo kesho mbele ya mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa, kunradhi, ni ripoti ambayo itakuwa inataja mambo mbalimbali kuhusiana na mahali ambapo mazungumzo kati ya serikali na KMPDU yalipofikia na kama tetesi ambazo zilizopo hadi sasa kama zinastahili muda zaidi kujadiliwa ama kama mwafaka utapatikana siku yote kutoka sasa. Lakini tukiachana na haya, tuelekee katika taarifa nyingine ambayo inahusu swala la usalama. Kinara wa upinzani Raila Odinga ameishtumu serikali kwa kuzembea katika kutatua mizozo inayotokana na wizi wa mifugo katika kaunti ya Baringo. Raila ambaye alikuwa akiwapokea wagombeaji wa nyadhifa mbalimbali waliojiunga na chama cha ODM amesema hatua ya serikali kuwatuma askari wa akiba kuimarisha usalama katika eneo hilo imechelewa na kwamba vifo vilivyotokea vingezuiliwa iwapo serikali ingewajibika mapema. Napigwa risasi na mtoto. Wachungaji wengine wanapiga risasi. Wakulima wanapigwa risasi. Watu wanawawa kabisa. Juzi tunaona makamu wa rais anaenda huko, anahakikisha watu ati kuna usalama, serikali itachukua hatua. Wakati hiyo risasi inapigwa na yeye anatimua mbio. Sasa kama makamu wa rais anatoroka, wananchi wa kawaida watakuwa salama kweli? Vuta ni kuvute baina ya wachuuzi na wafanyabiashara mtaani Eastleigh hapa Nairobi jioni hii imesababisha majeraha na hasara baada ya makabiliano kuzuka baina ya makundi hayo mawili yanayopigania nafasi za kuwapata wateja. Ni taarifa ya Hussein Mohamed. Mtaa wa Eastleigh Nairobi, mvutano kati ya wachuuzi na wafanyabiashara wa maduka hapa Eastleigh, kila mmoja akijihami katika mtafaruku huu ambao sasa umefika upeo wake. Biashara zote zikisitishwa hapa, mvutano huu ukidhihirisha hamaki kati ya makundi haya mawili. Chimbuko la swala zima likiwa ni ilani ya mahakama kuu iliyotolewa siku ya Jumamosi kuwaamrisha wachuuzi warejee katika maeneo hayo. Amri hiyo ya mahakama ikiwa kichocheo cha uhasama huu uliosababisha patashika kali alasiri ya leo. Wafanyabiashara sasa wakisema kuwa hawana budi la kufunga biashara zao kama njia ya kupinga amri hiyo ya mahakama.
tulizungumza na baadhi ya wachuuzi ambao sasa wamebaki kwenye njia panda. Mimi nusanga ma socks, nusanga manguo ile maviatu ile watoto kila kitu, lakini naona mimi sina right hapa Isili juu. Unaona kama ni right niko naye. Sasa ili kutafuta mahali pa kukaa kama ikiwa hokas. Sheria hupingwa na sheria. Hata hivyo, wafanyabiashara hao hawajafika mahakamani kukata rufaa dhidi ya amri hiyo. As a committee, as business people decided that we shall close all our businesses in Isli from tomorrow. There will be no shops open in Isli. That is the decision we have reached. Hussein Mohamed, KTN News, katika mtaa wa Isli, Nairobi. Turejelee taarifa kuhusiana na usalama Baringo. Baadhi ya maeneo katika kaunti ya Baringo yametangazwa kuwa yaliyo na mshike na hatari kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Waziri wa usalama wa ndani kunradhi Joseph Ngaiseri akishirikiana na Baraza la Kitaifa la Usalama ametangaza maeneo yafuatayo kuwa hatari: maeneo ya Arabal, Kiserian, Mochongoi, Rugus, Mkutani, Chebinyini, Komolion, Chepkalacha, Makutano, Paka, Orus, Loiwat, Silale, Nando, Tangulbei, Chepkererat, Kipnai, Ngoron na Amaya. Agizo hilo litatekelezwa kwa siku 30 na linaweza kuongezwa ama linaweza kuondolewa au muda kuongezwa. Kupenduka hivi ndio hiyo, kumbe wanaingiza ng'ombe alafu wanakaa kungoja mtu akuja atoe ng'ombe kwa shamba. Sasa akanipiga risasi kwa mguu. Ambia mimi kimbia, ambia mimi hakuna nguvu. Mimi hakuna nguvu akikimbia. Sisi tukaanza kupiga nduru, mama akasikia akatoka akaona moto. Mtazamaji, tunaomba radhi, hizo ni picha za taarifa nyingine ambayo nitakusomea hivi sasa kuhusiana na tukienda katika taarifa nyingine nitakueleza baadaye kuwa picha hizo zinahusu nini. Lakini kwenye taarifa nyingine, mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Wafula Chebukati amesema kuwa ana imani kwamba tume hiyo itaendesha uchaguzi kwa njia ya haki. Chebukati amesema hayo katika kongamano la viongozi wa makanisa na wazee wa jamii tofauti linaloendelea huko Naivasha. Mwanahabari Nick Wambua alihudhuria kongamano hilo na sasa anaarifu. Viongozi wa makanisa, wazee pamoja na baadhi ya viongozi basi waliweza kufanya kongamano hili ili kuweza kutatua baadhi ya mambo ambayo wanaamini kuwa huenda akaleta vurugu katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka 2017. The youth of this country enjoy insecurity. They enjoy insecurity. Why? Because the government does not cater for the young people of this country. They are unemployed, they are graduates, they are in their millions. I think a lot of people are trying to do what they can to keep Kenya safe, and the responsibility is greater in the hands of the clergy and in the hands of the elders of our communities. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati pamoja na inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet ni baadhi ya viongozi ambao walihudhuria kongamano hili. Chebukati ameweza kuhakikishia Wakenya kuwa uchaguzi wa Agosti 8 utakuwa wa haki. I just want the message clear that there are three things: it's a free, fair and credible election in a peaceful manner. Just because we get into a season of intensely competitive, or rather intense competition for political seats, some people might think some law has been suspended. Not at all. We want to do the right thing within the law, and we are doing the right thing within the law. We want to carry out this election. We want all systems in place. Wadadisi wa siasa wamebashiri kuwa uchaguzi wa mwaka 2017 huenda ukawa uchaguzi moto zaidi katika historia ya Kenya. Ndio maana basi bodi tofauti zimeweza kujitokeza kufanya kongamano au makongamano kuweza kuelimisha Wakenya kuhusiana na amani katika uchaguzi. Nicholas Mbua katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu.
Uhasama kati ya jamii pamoja na mvutano kati ya jamii na wamiliki wa mashamba kaunti ya Laikipia ndiyo sababu kuu ya utovu wa usalama kila mara panapokaribia uchaguzi. Wanasiasa wamelaumiwa kwa kuwachocha wanajamii kuvamia mashamba ya wenyewe kwa kisingizio cha ukame, huku walinda usalama wakituhumiwa kwa kuwadhulumu wananchi. Mwanahabari Denison Sarigo atakuwa na maelezo kamili kuhusu hayo kwenye makala maalum faragha ya uvamizi kwenye sehemu ya pili ya taarifa hizi kupitia idhaa ya KTN News, lakini kwa sasa pata kionjo. Kupenduka hivi ndio kumbe wanaingiza ng'ombe alafu wanakaa kungoja mtu akuja atoe ng'ombe kwa shamba. Akanipiga risasi kwa mguu. Ambia mimi kimbia. Ambia mimi hakuna nguvu. Mimi hakuna nguvu akikimbia. Sisi tukaanza kupiga nduru, mama akasikia akatoka akaona moto anashika juu ya nyumba. Kauliwa hapo kama saa 2 hivi. Na mpaka saa hizi ni simba moja huwa tunapata ambaye ni collared na iko na watoto 2 out of the pride ya 30 ambaye inakuanga hapa hivi. I would say that the situation is under control. Seneta wa Nyamira Kennedy Mong'ari aliyetangaza nia ya kugombea urais amesema tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC haiko tayari kuongoza uchaguzi mkuu wa tarehe 8 Agosti. Matamshi ya Seneta Mong'ari yanajiri licha ya tume hiyo kutoa hakikisho kwamba uchaguzi utaendelea kama ilivyopangwa. You are aware that the court nullified the tender for printing of ballot papers, and for the process to take over, it will take quite a while, 2-3 months. You are aware also that the court stopped the audit firm, which was illegally awarded a tender to audit the voter register and verification. Furthermore, you had yesterday the IEBC chairman speak to the fact that the integrated system, which was supposed to be in place for months to elections, that is in March, is not even been tendered for. Shirika la habari la Standard Group kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Aga Khan leo hii imezindua kituo cha kuwafunza wanahabari chipukizi Standard Media Academy. Masomo na utaratibu wa chuo hicho utaendeshwa na chuo kikuu cha Aga Khan kwa kipindi cha mwaka mmoja, kisha waajiriwe na shirika la Standard ambapo watahudumu katika vitengo tofauti vya shirika hilo. Mkurugenzi wa uhariri katika shirika hili la Standard Group, Joseph Odindo, ameelezea umuhimu wa chuo hicho haswa nyakati hizi taaluma ya wanahabari inapopitia mabadiliko mbalimbali. Kituo maalum cha kunoa makali kwa wanahabari chipukizi wa kampuni ya Standard Group kiliwapokea chipukizi wapya hii leo. Awali mpango ulifahamika kama Scribes INC. Kituo hicho ndani ya chuo kikuu cha Aga Khan kinalenga kuandaa wanahabari chipukizi katika mawanda muhimu ya wanahabari kama vile uandishi, utangazaji na utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa kuzingatia mabadiliko yanayoshuhudiwa katika sekta ya wanahabari. Kwenye hafla ya uzinduzi wa kituo hicho kitakachoendeshwa chini ya uangalizi wa chuo kikuu cha wanahabari cha Aga Khan, mkurugenzi wa uhariri katika shirika la Standard Group Joseph Odindo alikariri haja ya wanahabari kuyachangamkia mabadiliko yanayoshuhudiwa kwa sasa na kuonya kwamba iwapo wanahabari na mashirika ya habari hayatakuwa imara katika kufanya mageuzi ambatanayo na nyakati, huenda taaluma ya wanahabari ikakumbwa na changamoto tele. For us in Africa, it is the survival of journalism. The practice of this profession in a manner that enables it to continue to influence our politics and the way we are governed. These 3 are factors or elements of the changes that our industry is going through, that the new students in particular will be encouraged to think about. Now when I look at young teams like yourselves, with the new thinking that you bring, I see very good opportunity. And I'm happy that part of the curriculum is delving on social media, new media, and where journalism has to go, or is already going. Na matarajio kwamba baada ya kumaliza mafunzo haya atakuwa mwanahabari ambaye ataweza kufanya katika kila sekta ya tasnia ya wanahabari, iwe uandishi wa gazeti, iwe redio na pia iwe runinga.
Wote ambao walio hapa tunaweza sema kuwa ni watu ambao wana kipaji ama kipendeleo cha wanahabari, na kwa hivyo kwangu masomo haya ni jinsi ya kujiendeleza. Shirika la habari la Standard Group lina majukwaa tofauti ya kupeperusha habari, zikiwemo runinga mbili za KTN Home na KTN News, gazeti la The Standard na lile la The Nairobian na Radio Maisha. Shadrack Miti, KTN News. Karibu tuingie uwanjani. Kikosi cha SportPesa All Stars kina imani kuwa mafunzo waliopata katika mechi ya kirafiki dhidi ya Hull City yatawasaidia kukuza soka humu nchini. Kikosi hicho kiliwasili leo alfajiri kutoka Uingereza ambapo walilazwa mabao 2-1. The game ilikuwa poa, ni experience poa, tulilearn vitu mob tukienda huko. Though hatukushinda, lakini tunashukuru kwa vitu zote zenye wametufanyia. Ukiangalia tuliwa kama team, although tulipoteza, but we are looking forward for return match. Because ukiangalia kitu tu affect ni hiyo weather. Uwanja ilikuwa sawa, haikuwa tafu, ilikuwa nyasi. Na kitu ile tusumbua ni hiyo weather, baridi, unajua. First half ilikuwa somehow ngumu, but second half ikakuwa iko fiti. So tunatarajia kwamba vitu kama hizo kama zitafanyika more, then tunaenda to the next level football in the country. Weather mara ya kwanza ilikuwa ni tough, lakini on the game day weather haikuwa mbaya because kulikuwa na mvua ilinyesha kidogo, manyunyu ambao tumezoea hapa, alafu baadaye ikaje kakuli. So baada ya weather kukuli, wachezaji waka-adapt. Timu ya taifa ya mchezo wa kabadi inaendelea na mazoezi huku ikiwa na matumaini kuwa itapata udhamini ili iweze kusafiri hadi nchini Mauritius kushiriki mashindano ya bara Afrika ya mchezo huo wa kabadi. Mashindano hayo yatafanyika tarehe 18 na tarehe 19 mwezi huu. Mauritius itakuwa mwenyeji wa mashindano ya mchezo wa kabadi ya bara Afrika baada ya Kenya kukumbwa na changamoto za kifedha na kushindwa kufikia matakwa ya kuwa mwenyeji. Hata hivyo, huenda timu ya taifa ya Kenya pia ikose kusafiri. With the challenges we are getting, the main challenge is finance. We can't be able to pay the air tickets for players to travel. Tumekuwa na struggle sana. Unapata tukishatoka tizi tena tunaenda kutafuta manual works ndio at least tupate kitu ya kukula jioni. Changamoto za kifedha zimeipelekea timu hii kutegemea wasamaria wema kugharamia mazoezi yao na hasa matayarisho ya mashindano hayo ya bara Afrika. Really disappointing because to represent club, tuna represent country. Na inakuwa very disappointing kama vijana wanaweza jicollective pamoja, washaji create a job, ni ile tu support kidogo tu ndio imebaki, unaona. Licha changamoto hizi, timu hii ina matumaini kuwa itafanya vyema haswa kufuatia kurejea kwa mchezaji wa kutegemewa Simon Kibura ambaye amekuwa akiuguza jeraha, huku pia wachezaji walioshiriki mashindano ya kombe la dunia wakinuia kufanya vyema. Hoping that we are going to perform at least good because our players are such very fit and the level of skill and techniques has really improved. So when tulienda World Cup tukapata vitu zinafaa kufanyika, rules ikakuwa too more profession, so tukagain professionalism. Wenyeji Mauritius, Kenya, Tanzania, Seychelles, Comoros, India na Uingereza ni kati ya timu ambazo zinatarajiwa kushiriki mashindano hayo. Timu ya Kenya itasafiri mjini Mombasa kwa mazoezi. Lynn Washira, KTN Michezo.